kwamba those people si watu wa kawaida. Vile ambavyo anakuja hapana, akawakimbilia akawalaki. Bwana Yesu asifiwe. Akawaweka katika nyumba yake, akawasia kwamba wakangoje wapate maji at least wanawe miguu. Praise the living God. Maana kuna miguu tunajua ni nini. Hao watu walikuwa wameshatembea kwa muda mrefu. Hao watu walikuwa na mavumbi. Kwa hiyo kama wangeliacha yale mavumbi pale, ingelikuwa ni laana. Bwana Yesu asifiwe. Wakanawa miguu na akawasia kwamba wangoje awapikie wakule. Hallelujah. The Bible says walipoandaliwa wakakula vizuri, wakienda walimwambia vipi? Mwakani nitapitia, lakini mkeo atakuwa na mimba. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa na mwana. So kuna siri katika kukula. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. There is a secret katika kukula. Kuna siri katika kula na kuna siri katika kutoa. Praise the living God. The Bible says wakati walikula wakashiba, akajisikia wako sawa, wakamwambia kwamba mwakani, next year tukikuja tukapata ya kwamba kuna mwana katika hii boma. Bwana Yesu asifiwe. Tunakaa lakini tuna vitu ambavyo tumeziweka ni zetu peke yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambazo tumetengeneza ni kwa sababu ni struggle na lot kuzipata, tunaziona kwamba ni zetu, we don't share. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuli na wengine, hatutoi kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Wakati unatoa, Mungu naye anakubariki zaidi. Praise the living God. Na tena unapotoa katika watu wa Mungu. Praise the living God. Unapotoa katika watu wa Mungu, unagusa moyo wa Mungu naye anakubariki zaidi. So that's secret. Yenye tumekuwa tuko lakini hatuijui. Bwana Yesu asifiwe. Si kama tumeelewana. Kuna siri katika kutoa. Kuna siri katika watu wa Mungu wanapokula wanashiba. Praise the living God. Sisi nimesema kalikuwa ameongea hapa ya kwamba kama ni Mama Suleiman ya kwamba wasia anatuombea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapotoa katika nyumba ya Mungu, wakati unapotoa katika watumishi wa Mungu, wanakula wanashiba, wanakuwa ya kwamba wako sawa. Praise the living God. Wanapata nafasi ya kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Wanapata nafasi ya kusema ya kwamba anabarikiwe yule ambaye amefanya nimeshiba. Praise the living God. Lakini enough overseer yuko, so wakutuona kwamba natetea hajajituma. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tunajiona kwamba kile tuko nacho ni kidogo sana, kiwango ya kwamba tunaona ya kwamba tukitoa kitaisha. Praise the Lord. Ukisema katika Wafalme wa kwanza utaona kana kwamba Elija aliponena ya kwamba hakutakuwa na mvua for 3.5 years, alikaa Mungu akamtuma kwa mwanamke mmoja mjane. Bwana Yesu asifiwe. Alipoenda alipata akikusanya kuni. Nafurahia sana kwa sababu andiko inasema alipata akitafuta kuni, akamwambia nitengenezee mkate wa kwanza mimi hii. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanamke anamjibu anamwambia ya kwamba hata hatuna mwenye kako ni kadogo, tunataka tutengeneze mimi na mwanangu tule tufe. Yaani imefikia kiwango ya kwamba tunaona kile kimebakia ni hichi tu, tunakula tufe. Hakuna maisha ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Tunakula tukufe. Lakini yeye anamwambia kwamba nenda nitengeneze mimi wa kwanza, ni kwa sababu mahali ambapo upo hautawahi sana, haya mafuta hayatapungua. Hiyo kiwango ambacho tunacho, hiyo kiwango ambacho unasikia unasema ya kwamba ni yangu. Unapotoa kwa watu wengine, unapotoa katika watumishi wa Mungu, akipungui kinazidi kubaki pale pale. Tunapata baraka kupitia hicho kiwango tulicho nacho. Yesu katika hekalu ameketi, watu wametoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wametoa sadaka, wametoa, wale waliokuwa na mali zao wametoa, ile wamebakisha kwamba hawana mahali pa kuweka. Kunatokea mwanamke, nasikii kwa nini hawa wanawake wajane Mungu
huwa katika Biblia ametajwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapata walikuwa anatenda mema. Mwanamke anakuja na zile zake za mwisho, yaani hakuna ingine ni hiyo. Yesu anasimama anasema, kati ya wote huyu ndiye mtoa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa na moyo wa kutoa. Praise the living God. Amekuwa na moyo wa kutoa, ametoa ya kwamba ninatoa, if I love today, basi wacha nitoe mfu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio yenye niko nayo, wacha nitoe iishi. Kesho kama Mungu atanipea ni sawa, but nimeshatoa. The secret ni kutoa. Praise the living God. The secret ya sisi kubarikiwa, siri ya sisi kuendelea kupanuka, siri ya kwamba mipaka yetu ikapanuliwe ni kutoa. Hakuna ingine. Leo hatubiri kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Usipotoa ni sawa, utakalia utakatifu, utaenda mbinguni. Lakini kuna maisha ya mbinguni na kuna maisha ya duniani. Praise the living God. Lazima tukue na ufahamu ya kwamba tutafanya namna gani ndiposa ya kwamba tuishi hapa duniani pia tukiwa tunafurahia. Praise the living God. Ndiposa tukaishi hapa duniani tukiwa pia sisi ni kama wale watu wengine. Praise the living God. Kuna hii kasumba imekuwa ya kwamba watu ambao wameokoka ndio wako na shida sana. Wakati mwingine nikawa naona watu wakisema ya kwamba kanisa limejaa watu maskini zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa najaribu kuangalia, nikaona na inakaa iko ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo na story nasema hivi kwa sababu gani? Saa hii sisi ambao tunasema tumeokoka, tumekaa hatutaki kusaidia watu wengine. Praise the living God. Lakini ukienda kwa mlevi, mtu ambaye ukienda tu pale Mbuzi Wengi, utapata mtu anatoka nyumbani ataenda pale ana hata shilingi, lakini atatoka akiwa mlevi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Huyu atamnunulia, huyu amnunulie, kwa sababu anakumbuka pia jana alinunulia. Bwana Yesu asifiwe. Anajua ya kwamba wakati nitakuwa sina pia naye ataninunulia, na wananunuliana. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi jiuliza kwa nini wanasaidiana wako wao? Saidia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanajua siri. Saa zingine gari zinapitaka zinaenda barikoni, unapata kwa mwaga michele, sukari, mattress na zitatolewa na kaunti. Bwana Yesu asifiwe. Wanasaidia wale. Tusiende mbali, Mombasa Cement. Huyu mwindi amekufa last year. Bwana Yesu asifiwe. Katika street za Mombasa alikuwa anaweka pia, kuna masaa watu walikuwa wanachukua chakula, watu ambao hawajiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda hospitali, analipia watu hospitali, watu wenye wameshiba na kulipa. That man was so rich. Bwana Yesu asifiwe. Wakati barabara ilikutika pale, alikuwa amesema apewe atengeneze kabla kufa, serikali ikakataa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanaona ya kwamba tutachukuliwa namna gani kama mtu binafsi anakuja atengeneze barabara, sisi serikali tumeshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Akakatazwa. Nao najaribu kuonesha namna gani unapotoa Mungu naye analeta zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa katika watu wake, unaposaidia wale watu maskini, unaposaidia watu ambao hawajiwezi, God blesses you more than what you want. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza kuwa kabisa huna kitu unaweza